Ukubali usikubali, kuna muda adui yako ndo mtu pekee anaweza kukutoa sehemu ulipo kwenda hatua nyingine. Najua najiuliza kivipi. Sasa vuta popcorn yako, kahawa yako, soda yako, ukae kwa kutulia, tuelewane vizuri. Ni mida ya asubuhi, watu kuingia ofisini. Sasa huyu mwamba anaitwa Duncan kafika eneo lake la kazi. Punde kuna gari kaingia na akashuka dada mmoja sio haba. Mzee, unataka nini hapa? Apex Global. Naona umefufua kampuni aliloanzisha mama yangu na baba yako Valerie Dubain. Mama yako aliondoka akaliacha kampuni lenyewe bila usimamizi wowote. Ndiyo, aliondoka kwa sababu hakutaka kuwa kwenye kundi moja la dhambi za baba yako. Funga mdomo wako. Ninachotaka kukuambia ni kwamba ili kampuni wazazi wetu waliweka hisa sawa. Kwa hiyo kampuni hili tutaliongoza wote na tutagawana faida. Hilo haliwezekani kabisa. Halafu toka kwenye mjengo wangu. Akawa anaondoka, binti akawa anamfuata kwa nyuma akamwambia rekebisha kauli. Ni mjengo wetu. Sasa tunatupwa mpaka mida ya jioni. Valerie karudi nyumbani lakini mamake anamfokea. Achana kujihusisha na hilo kampuni. Huyu anaweza akawa tu msaliti kama baba yake. Mama, hebu tulia kwanza. Mimi najua jinsi ya kushughulikia wasaliti kama hawa. Kisha akajichenga. Valerie, msichana. Tunatupwa mpaka kesho yake asubuhi. Valerie kaja kutia fujo sana kwa mtu wa mapokezi. Anataka kuonana na Duncan. Mwisho akafanikiwa kuingia. Ofisi yangu iko wapi? Ofisi gani? Una ofisi hapa? Unajizima data Unanipa ofisi au unipi? Mwamba akamtolea nje kwamba nenda unapojua, nenda unapotaka, ila hapa ulambi. Bibi akasema sawa, tukutane mahakamani. Hiyo siku Mr. Duncan siku yake haikuenda vizuri hata kidogo. Ikabidi awahi kurudi nyumbani. Wakati yuko kwenye dimbwi kubwa la mawazo kuhusu kampuni yake juu ya mwanadada Valerie, akaja rafiki yake. Mr. Duncan, vipi? Mbona kama hauko sawa? Shida nini? Ni kuhusu tu kampuni. Kuna binti anaitwa Valerie anataka tuendeshe wote kampuni wakati mama yake alimsaliti babangu na kibaya zaidi anaenda mahakamani sasa. Duncan, hebu tulia kwanza. Hivi unajua kama wewe hapo huna kesi yoyote ile? Kesi ipo kwa wazazi wenu. Yaani babako na mama yake yeye Valerie. Basi wewe kuwa na amani mister. Baada ya kumaliza kuongea yote hayo akajichenga. Sasa huyu Duncan anaishi na girlfriend yake hapa kwake, anaitwa Zaron. Ni mke wa maisha ghali sana, yani expensive. Sasa hapa anamfokea kwa nini anatumia pesa nyingi sana kwenye shopping tu, tena ya viatu. Cha ajabu binti akawa anamletea mapozi. Mwamba ikabidi aondoke tu. Baada ya siku kadhaa kupita, sini inafunguka. Duncan kaamua kumpa Mrs. Valerie ofisi. Kapiga mlango teke. Haya, hiyo ndio ofisi yako sasa. Ipi hiyo? Wewe ni kipofu Humu upo wapi? Hivi unanionaje wewe? Unanipa kaka ofisi. Wewe unachukua ile ofisi lote lile. Wakati tuna vyeo sawa. Tuwe na vyeo sawa, tusiwe na vyeo sawa. Hii ndio ofisi yako tu. Mwamba akasepa. Watu wengine kama hawana akili. Mwamba akarudi tena. Rudia hiyo kauli yako uliyosema. Ulivyosikia ndio hivyo hivyo. Ubabe tu. Huku kwa Valerie ni siku nyingine asubuhi, kashajiandaa toke zake aelekee kazini. Akakutana na mama yake. Valerie, unaenda wapi? Mama, naenda kazini. Valerie, wewe ni mmoja kati ya wanasheria wakubwa sana hapa Nigeria na wanasheria bora, lakini uelewi wala usikii kuhusu hilo kampuni la Apex. Hebu achana nalo basi. Mama, naenda kulipambania hilo kampuni lirudi kwa ajili yako. Mimi silitaki tena. Mama, huwezi kulikataa kampuni kirahisi hivyo. Naenda kulipambania lirudi. Bye. Akasepa. Akatimba mpaka ofisini, akawakuta wana kikao. Akaingia bila hodi. Jamani, kinaendelea nini hapa? Tuna kikao madam. Eti tuna kikao madam. Akawavurugia kikao mpaka wawekezaji wakaondoka mzee. Na wewe, ole wako siku nyingine ufanye kikao bila mimi kunipa taarifa. Ili anaondoka hivi, akaona gari ya Duncan ipo nyuma ya gari yake. Akarudi ndani tena. Duncan, kasogeze gari yako, nataka kwenda nyumbani. Kama unaweza kaisukume gari yangu ili upitishe gari yako. Mimi sina muda mchafu wa kusogeza gari. Valerie akakosa ujanja, ikabidi arudi nyumbani kwa taxi. Ile anafika nyumbani anaongea mwenyewe. Anaingia ndani anaongea bila sababu. Mamake akampita sebuleni, anamwangalia tu. Pale simu yake kaita. Na alikuwa ni Mr. Duncan. Haya, njoo chukue gari yako, mimi nishatoa gari yangu. Wewe mwenda wazimu zimeruka Wewe chizi, nitakuonesha nakwambia. Mamake anamwangalia tu anaona haya manini tena. Kwa kuwa ubaya ulipo kwa wema, hapa ikawa tofauti kidogo. Binti akafika ofisini, ghafla Duncan akafika. Samani, naomba usogeze gari yako, kuna sehemu nataka niende. Kwanza mimi naomba uniombe msamaha kwa kosa lako la jana. Piga magoti chini na uniombe msamaha. Msamaha Akachukua funguo kwa nguvu. Hasa kwa bahati mbaya, binti mkono ukateguka kwenye purukushani za kuchukua funguo. Tunatupwa siku nyingine wako ofisini, kimenuka mzee. Watu wanatupiana maneno sio poa. Sorry modogo. Kwa nani asiyejua kwa babako alikuwa anatangatanga mtaani bila msaada wowote? Ni nani asiyejua? Na vijua vitu vingi kumhusu mama yako. Niliamua kukaa kimya, ila kwa kuwa umenichokoza. Sasa na wewe ni nani asiyejua kwa mama yako alikuwa anajiuza? Tena alikuwa anajishobokesha kwa matajiri. Ni nani asiyejua? Si umeamua kumuongelea mzee wangu? Na mimi nimeamua kumuongelea mama yako. Sasa vipi? Inauma Basi baada ya mizunguko ya siku nzima, Mwamba akaja kujipigia mipasi yake kwa girlfriend wake Zaron. Wakakinukisha mzee mpaka asubuhi. Sini ya asubuhi inafunguka kwa kelele
kelele kati ya mlinzi na huyu mwamba. Huyu mwamba anadai kwamba ndani kwenye jumba la dhahabu kuna mke wangu. Sasa kwa kuwa kelele zilikuwa nyingi, Duncan kabidi atoke nje. Sasa kipi kinaendelea? Mlinzi akabidi atetee ugali wake. Mimi huyu simjui, amekuja tu hapa alipotokea sipajui, anaforce ingie ndani. Mwamba akasema, nimemfuata mke wangu halali wa ndoa, nimegundua anaishi humu kwako baada ya kunikimbia kule Abuja. Duncan akaona huyu mwamba amuelewi. Toka bana, na ukiendelea kung'ang'ania hapa nitakuitia polisi. Wewe hebu mtoe huyu. Sasa Zaron kilele cha kusikia kelele zimezidi, ashuke kuangalia, kimemponza. Si yule pale. Zaron la usoni likamshuka. Ndo uliniacha Abuja ukaja kwa Doni Umefuata pesa Oya, ndo mke wangu wewe. Kisha akaua winga. Kama unavyojua kilichofuata hapo ni maamuzi mepesi tu. Kumfukuza mke wa mtu sio swala gumu, na Zaron hakuwa na chaguo lolote zaidi ya kutoa machozi ndoo tatu na kusaga meno tu. Kampuni linainuka sasa, wanapiga hela sio mchezo mzee. Hapa ni baada ya miezi kadhaa tu, na hapa leo wana ugeni mpya ofisini. Kuna mwamba kaja anaitwa Stanley Okomo ama Mr. Ben. Sasa Mr. Ben kaja kudai kampuni liuzwe kwa sababu yeye pekee ndo ameweka hisa kubwa zaidi. Kaeka 40% ya hisa. Na anasema kwamba tuliuze kampuni tugawane mpunga. Na hata mama yako analifahamu hili. Basi akarudi mpaka nyumbani ni mida fulani hivi. Akataka kumjulisha Mr. Duncan kuhusu kuuzwa kwa kampuni, lakini jamaa alikuwa hapokei simu. Yaani kifupi alikuwa hapatikani kabisa. Na wala ofisini hiyo siku hakutokea. Basi binti ikabidi akaushe. Huenda watakutana kesho yake ofisini atamjulisha. Hata kama alikuwa ni mke wa mtu, lakini usheshi naye ndani ya miezi 5 lazima ikuume mzee. Kama mwamba hapa akisa mapenzi, kazima simu za ofisini, hatoki ndani, stress za kumwaga, ana mawazo juu ya Zaron. Hata yeye alikuwa anampenda, atafanyaje sasa? Ndio hivyo kashawaiwa na wagwani. Inabidi awe mpole tu. Haya bwana, huku Mrs. Valerie baada ya kuona Mr. Duncan hajatokea kazini siku 6 nzima, ikabidi amforce mtu wa mapokezi amtafutie address ya nyumba ya Mr. Duncan ili akamwone na shida gani. Binti akafika mpaka chumbani tena bila hodi. Kumbe umelala na unapumua kabisa, ila simu umezima na unajua kampuni inakusubiri wewe. Valerie, toka chumbani kwangu sasa hivi. Najua wewe ni mapenzi tu ndo yanakuzuzua, hamna chengine. Sasa kajuaje? Au kaibiwa siri na mlinzi nini? Duncan akaendelea kukazia atoke ndani kwake. Baada ya kutoka akaelekea zake jikoni kupika, mpaka mwamba akamkuta tena na huku. Wewe, vipi tena, mbona jikoni kwangu? Kaa kwa kutulia. Ikabidi amuelezee kuhusu yule mzee anayetaka kuuza kampuni. Sasa na akatoa idea kwamba 30% za Mr. Duncan achukue yeye, halafu waunganishe hisa zao, zitakuwa sawasawa na 50%. Watakapomshinda Mr. Ben tu, kampuni itabaki kuwa kwao na watagawana hisa zao 50% kwa 50 kwa kila mmoja wao. Sasa leo Mr. Ben kamkuta Mr. Duncan ofisini. Kijana, nipo tayari kwa mauzo, nadhani tufanye malipo tu. We mzee, ili kampuni aliuzwi, kaa mbali na hapa. Unajifanya mkaidi kama baba yako Sasa tutaonana baadaye. Huku upande wa pili usingizi binti haupiti kabisa. Yaani anawaza juu ya mbinu watakayoitumia juu ya kampuni ili lisiuzwe. Tunatupwa siku 2 baadaye, Mr. Ben kaamua kuwaita kwa pamoja Duncan na Valerie. Wamekuja na makaratasi yake yanayoonyesha kwamba yeye anamiliki hisa kubwa kuliko wao. Akayaonyesha pale, anajikuta yeye ndo mwamba. Wakamuonesha makaratasi yanayoonyesha kwamba binti ana hisa kubwa kuliko yeye. Binti ana hisa ya 60%, yeye ana 40%. Ben akawa amepigwa 3 bila mzee. Ikabidi aondoke huku akishika kichwa chake tu. Akasema kwamba mtajutia kwa hiki mlichokifanya. Mama, kilichobaki hapa ni Mr. Ben kusaini tu na kampuni litakuwa langu kwa sababu tayari Mr. Duncan kasha sign tayari. Mama akasema tu hongera, ila kuwa makini tu asije akawa kama baba yake. Wakagonga chazi pale. Kumbe huyu binti ana mpango wa kutapeli kampuni Hebu ngoja tutajua tu nini hasa zumuni la huyu binti. We mwanangu, umelogwa au? Yaani unaambiwa sign hisa zako tena na mwanamke tena ni adui yako. Hamna, mimi nimesaini ili tumshinde Mr. Ben tu. Si ungenishirikisha sasa? Wewe unaambiwa sign unaanguka wino tu. Ona ushatapeliwa hivyo. Mambo sio mengi, siku sio nyingi, watu wakaanguka wino hapa. Mr. Ben kaamua kuachia kampuni tena kwa moyo wote. Baadaye Duncan akaja kazini. Valerie akamwambia Mr. Ben kasha sign. Mbona hujaniambia sasa? Kama kawaida yao kaanza tena kuzozwana pale. Baadaye tunamuona Duncan na mshikaji wake wanalalamika. Twende mahakamani. Kumaanisha kwamba Valerie kagoma kurudisha hisa za Duncan. Hii ni siku chungu sana na ya maumivu ya ndani kwa ndani yanayotiririsha machozi tu kwa nje bila sauti ya kilio. Baada ya kuambiwa na mama yake kwamba miaka ya nyuma nilikutana na Kata ambaye ni baba yake Duncan, sasa mtaani tu anatangatanga bila pakula wala pakulala. Nikaamua nimchukue niyo naishi naye hapa kwangu na pesa ya kula nikawa natoa mimi. Nilikuwa najiuza ndo tule. Ikafikia kipindi nikayachoka yale maisha. Nikatoa wazo la kuanzisha kiwanda au kampuni ambalo ni Apex. Sasa niliongeza juhudi ya kujiuza ili kampuni lisishuke wala kufilisika. Mr. Kata kuna muda aliniacha kabisa baada ya kuanza kuchuna pesa tu za kampuni. Na alikuwa na mwanamke mwingine na nilipojaribu kumfuata alikuwa akinipiga, akinidhalilisha. Ndipo akazaa mtoto.
mtoto kwa mwanamke mwingine, lakini hakuacha kutoa huduma ya pesa kwangu, na mimi ndo nikampata baba yako sasa. Na baada ya kukuzaa wewe tu, baba yako akafariki, na pia haikuchukua muda sana Mr. Carter naye akafariki. Ndipo akamwacha kijana wake ambaye ni Duncan. Akaendelea kuongea pale, mama, binti yangu, yule kijana atateseka sana, wewe mpe kampuni lake na wewe ukaendelee na wanasheria wako tu, achana na hivi vitu vidogo. Vilishuka vilio mzee, sio poa. Na binti akampa mama yake mkono, akashikana kumaanisha kwamba amemuelewa sasa. Sini inafunguka, binti anaomba msamaha kwa Duncan. Nisamee na wewe, babangu aliniambia kila kitu kabla hajafariki kuhusu wewe na mama yako. Binti Valerie mzungu kinoma, akasema nimeleta hisa zote 100%, uzimiliki wewe, mimi sitajihusisha na chochote kile. Mwamba akasema hili kampuni limeanzishwa na wazazi wetu wote na hapa tutaliongoza kampuni tukiwa wote, na akamshika mkono. Pigia mstari neno akamshika mkono. Sasa wakati movie inaendelea kuwa tamtamu, ni kuombe kitu mtazamaji wangu, hii akaunti yangu ni changa sana, yani bado ni ndogo. Ninachokuomba ushare, ulike, ucomment, pia usisahau kusubscribe. Pia itume video hata kwa watu 4 5, utakuwa umenisaidia kupusha akaunti yangu. Sasa tuendelee. Basi tangu hapo akawa kwenye urafiki mzito sana, na hapo Mwamba akamwomba Valerie watoke date out, lakini bibia akachomoa. Ila Mwamba akasema basi naomba nikupikie afu tujumuike chakula cha pamoja, yani cha usiku, dina. Binti akasema sawa. Basi akarudi nyumbani akamwambia mamake amsaidie kuchagua gauni zuri la kutoka nalo date out. Akamchagulia gauni la blue. Wewe hebu ngoja kwanza, unaenda na nani huko date out? Binti akujibu akavulagiza akasepa. Basi maua mekundu pale na nini, akafanywa bonge la surprise aise, na wanapata msosi kwa furaha kutosha tu. Baada ya kurudi nyumbani, mamake akamwona binti yake ana furaha kupitiliza, ikabidi amuulize, mbona una furaha sana, ulitoka na nani date out? Jina lake ni Duncan. Mama alikuwa na furaha, ikabidi anywe kwa dakika. Naogopa asije akakusaliti kama babake alichonifanyia mimi, ila kuwa makini tu, sawa? Basi akamkumbatia kwa furaha na kumbariki aendelee naye tu. Basi mbegu njema ikapandwa kati ya watu hao wawili, wakawa wapenzi rasmi, mahaba tu ya kushanta mzee. Basi akabeba kifaa chake akakitesti kwa mara ya kwanza kama kinafaa au vipi. Kapo ya Valerie na Duncan imeanza rasmi sasa. Movie inaitwa Love Agreement ya mwaka 2026. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho. Likepu hii hapa ndo mwanzo wa likepu mpya. Usisahau kunifollow kwenye mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, Instagram na hapa YouTube. Kote natumia kama Champion_TZ. Comment hapo chini kipi umejifunza kwenye likepu hii hapa. Mimi naitwa Champion TB9, tukutane likepu ijayo. Bye. Kila saa, kila mda, ingia YouTube, washa data, hivi sasa ujione mautundu. Watu wanapata burudani, karibu Champits, hapa ndo nyumbani. Subscribe, comment na like, ili ufurahi lazima nishike mic. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho.